uriza nikaweze kumpa chochote. God, if life was to be bought, kama uhai ungenunuliwa, we could not be alive. Hatungekuwa uhai. Because let me tell you something. I said something. Money cannot do everything. Pesa haziwezi zikafanya mambo yote. This is my testimony. Let me tell you something. Ndio ushuhuda niwaambie kitu. Money can buy books, but it cannot buy knowledge. Pesa zinaweza nunua vitabu, lakini haiwezi kanunua hiyo hekima. Money can buy you expensive car, but it cannot buy your destination. Pesa zinaweza nunua magari na makubwa, lakini haiwezi ikanunua hatima yako. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. It cannot buy your destination. It cannot buy your safety. Ikanunua hatima yako. It cannot buy your safety. Haiwezi ikanunua usalama wako. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Money can buy an inhaler, but it cannot. If you please do not seek peace. Usiketi tafadhali. Usiketi mpaka sasa awaambie ketini. Yes. Hey. So I will say I am not yet done with my testimony. Bado sijamalizia na ushuhuda wangu. One thing I will say that money can buy an inhaler, but it cannot buy your life. Hiyo pesa inaweza nunua hiyo kitu ya kujipulizia, lakini haiwezi kanunua uhai. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Money can buy medicine, but it cannot buy your health. Pesa zinanunua dawa, lakini haziwezi zikanunua afya bora. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. So I want to tell you something. Ninawaambia kitu. Put trust in God. Weka imani yako kwa Mungu. And don't let anything of the world attack and take over your life. Usikubali chochote hapa duniani kichukue uhai wako. Because whatever I've come to realize is kile ambacho nimegundua ni ya kwamba nowadays people are leaning on money than leaning on God. Siku hizi watu wanaegemea pesa na hekima zao. Let me tell you something. Hebu nikuambie, Biblia inasema hivi. Do not lean on your own understanding. Usiegemee kuelewa na ufahamu wako. But seek ye first the kingdom of God. Lakini tafuta ufalme wa Mungu kwanza. I will first sing a song, then I pray, then I start with the word of God so that I can give you a time to sit and listen to the word of God. Amen. Nitaimba wimbo, nitoa ushuhuda wangu, alafu nitawapa nafasi ya kuketi chini. Okay. Wakuabudiwa, tuimbe pamoja. Wakuheshimiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu ni wewe. I come to be praised, I come to be worshipped. You are the one. Kuabudu na tena kumsifu Mungu. Lord, I worship you because you are generous. Baba, ninakuheshimu, ninakuabudu. We believe you are a generous and a jealous God. Tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu mwenye hasira, mwenye kukasirika na pia mwenye rehema. Oh God, we thank you for your love, your kindness and your goodness. Tukubariki na kukushukuru ni kwa sababu ya wema na ukarimu wako. Many we slept with them yesterday night, but we are alive and they are not alive. Tulilala na wengine na wakakufa, lakini sisi tuko hai. Lord, you've given us health. Mungu umetupa afya. You've given us power. Umetupa nguvu. That's why we say thank you, Jesus. Ndipo tunasema asante Yesu. I thank you, Father. Baba, tunakushukuru. I worship you. Ninakuabudu. You are a great God. Wewe ni Mungu mkuu. You deserve the praise. Wewe unastahili sifa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. May you heal us. Na ukaweze kutuponya. May you direct us. Na ukaweze kutuelekeza. Give us knowledge and understanding. Utupe hekima na ufahamu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. I don't pray in the name of our ancestors. Kile ambacho naomba. I don't pray in the name
name of our Siombi kwa jina la mababa zetu, but I pray in the name of Christ Jesus. lakini ninaomba kwa jina la Yesu When Kristo. you say in your mouth, Kwa whoever maana prays, sema kwa jina lako. whoever speaks that powerful name of Christ Jesus, Jina hilo lenye uwezo na nguvu. it happens to him. Inatendeka In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. 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 Now, Amen. now you may have a seat. May God bless you. Tunaweza keti kwenye uwepo wa Mungu kwa jina la Yesu. And I want to say thank you for your patience. Na ninawaambia asante ni kwa sababu ya utulivu wenu. Okay, today we are going to read in the book of 2 Corinthians chapter number 9 and verse 8. Tutaenda kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili, whatever. 2 Corinthians 9 verse 8. Wakorintho wa pili sura ya 9 Yes. kuanzia mstari ambao ni wa 8. So, and the word of God says, Na Biblia inasema hivi. allow me to read it in English. Na nitasoma kwa Kiswahili. God will generously provide all you need, Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, and we always have everything you need, ili nyinyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, left over to your share with others. mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. I want to say something. Ninataka kusema kitu. 2021, God is going to give you. Mwaka wa 2021 Mungu atakupea. He will generously provide to you. Yeye kwa ukarimu atakupea. Then you will always have everything you need. Na kila wakati utakuwa na kile ambacho unahitaji. Not only whatever you need, even what you want, because man of God, let me tell you something. Yes, mtumishi wa Mungu nikuambie hivi. There is a difference between a need and a want. Kuna tofauti ya kile ambacho unahitaji na kile ambacho unataka. I don't come to you, I tell you, man of God, Sikuji nikwambie mtumishi wa Mungu, I want health. Ninataka afya bora. That is not a want, it is a need. Hiyo sasa sio ile unataka, ni ile ambacho unahitaji. And we ask God, why sometimes are you not giving me this and this? Na tunauliza Mungu, kwa nini unipee kile na hiki? Because you don't need it, but you want it. Ni kwa sababu hauhitaji lakini unaitaka. Praise the living God. Amen. Sifiwe. And I want to teach you about need and a want. Na ninataka nikufundishe kuhusu kile ambacho unataka na kile ambacho unahitaji. Mahitaji na kile ambacho unataka. A need is something that is needed. Ni kile ambacho unahitaji. Okay, can you live without life? Je, unaweza ishi bila uhai? Hauwezi. Tell me. Niambie. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Oh, can you live without clothes? Je, unaweza ishi bila nguo? It is not easy, my friend. Sio rahisi. Can you live without water? Je, unaweza ishi bila maji? Can you live without food? Je, unaweza ishi bila chakula? Yes. But can you live without even a phone? Je, unaweza ishi bila simu? Can you live without anything, these things of the world? Je, unaweza ishi na mambo haya mengine ya dunia bila? God gives you, provides whatever you need. Mungu huwa anatupea kile ambacho tunahitaji. And that doesn't mean God will not. That doesn't mean that God doesn't give you whatever you want. Na hiyo haimaanishi kwamba Mungu hawezi akakupa kile ambacho unataka. Praise the living God. Bwana Mungu asifiwe. Sema it depends. Tell your friend it depends. Sema kwa rafiki yako inategemea. You know, God is going to look at your situation and ask Mungu you. atatazama hali yako na aone. Because let me tell you something. Hebu niwaambie kitu. I was thinking this. Nilikuwa nafikiria hivi. Can you get a car without life? Je, unaweza pata gari bila uhai? Can you get a car without food? Je, unaweza pata gari kama hauna chakula?
hii. Baba, nakuja mbele zako. Where were you? Ulikuwa umetoka wapi? Unaomba, Baba, nimekuja mbele zako. Na ulikuwa wapi hapo awali? I want to teach you. It is not entertainment, but it might be a laughing matter. Kazi, lakini nataka niwaambie. It might be a laughing matter. Inaweza kuwa ni kicheko. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ukiniambia hivyo nitacheka. But still you need to think what? Lakini ni vizuri ukaweze kufikiria. Yeah, and you know when you do that, you know when maybe you do that, and then not every time you blame God, why do you give me this? Why don't you give me this? Mungu, kwa nini haunipei hiki? Kwa nini haunipei kile? Let me tell you something. Hebu niwaambie kitu. Let me ask you a question. Nikuulize. How are you expecting God to give you that one if you're doing that way? No, listen, this is how you should pray according to the word of Hivi God. ndivyo unastahili kuomba kulingana na neno la Mungu. You first adore God. Jambo la kwanza, unamheshimu Mungu. You tell him he is Elohim, he is El Shaddai. Wewe ni El Shaddai, majina kama hayo. That is what adoration. Hiyo inaitwa aje? Kumsifu Mungu. It is called adoration. Inaitwa kumpa sifa Mungu. And number two. La pili. And your neighbor. And number two. Mwambie jirani yako maana ya pili. Look at your neighbor. Utazame jirani yako. And number two. Mwambie na ya pili. Confession. Hiyo ni kutubu ama kukiri. Praise the living God. Bwana Mungu asifiwe. Even when we are praying the most important thing, kile ambacho tunapoomba cha maana, we should not be praying with grudges in our heart. Hatustahili kuomba ukiwa na kinyongo ndani ya moyo wako. If you're praying that way, leave the prayer alone. Kama unaomba hivyo ukiwa na ule uchungu na kubebana, acha maombi. Because God will not even answer. He will hear but he will not respond. Mungu hatajibu, atasikia lakini hatajibu. But the message of the Lord from the 2 Corinthians 9:8. Lakini ujumbe wa Mungu kutoka kitabu cha Wakorintho 9 na mstari wa 8, neno linasema. You know the Bible says God, he said he will give you generously. Neno linasema na Mungu atakupa kwa ukarimu, atakupea kwa ukarimu. And you know one thing? Na unajua kitu kimoja. He will give you, but still at the last point. Man of God, let me show you to say I'm not lying. Anakupeana hadi kuonyesha mtumishi wa Mungu ujue ya kwamba sidanganyi hapa. What is this name? Neno linasema share. When you say share, no, Ni kushiriki. Wakati unasema share ni kushiriki. yes, to share, to give. Kushiriki, kupeana. So when God gives you, do not forget to give. Wakati Mungu naye anakupea, usisahau kupeana. You know me here I've reached. Ambapo nimefika. I've come from far and I'm going far. This is not the far. Nimetoka mbali na ninaenda mbali. But let me tell you something. Lakini nikwambie kitu. I am here because of being a cheerful giver. Niko hapa ni kwa sababu nimekuwa nikipeana kwa moyo mkujufu. You be a cheerful giver. Hebu peana kwa moyo ukiwa na furaha. Even to the altar. Hata kwa madhabahu. Yes, I tithe. Maybe somebody told you, maybe pastor said I'm a great tither. But listen to this. Pastor might kwamba mimi ni mpeanaje na kwa fungu langu la 10 vizuri. You might think I am rich. Unaweza fikiria ya kwamba mimi ni tajiri. But I am not rich. But mimi si tajiri vile. Just to be faithful. Ni kuaminika tu. To be faithful and to God. Kuaminika kwa Mungu. 10%. Kile ambacho unapata na hiyo fungu sehemu ya 10 ni ya Mungu. Yes. So God is going to give you 2021. Mungu anaenda kukupa mwaka wa 2021. But remember to share. Lakini kumbuka kupeana, kushiriki kile ambacho remember to share. Kumbuka kushiriki. Remember to share. Kumbuka kushiriki. Amen. As you understand that. Unapofahamu hivyo. I tell you, you will not go far, but far. Unajua
kusikiliza because it is already following you. ni kwa sababu tayari It inakufuata. is already following Ni you. tayari But inakufuata. the most important thing, Jambo lile la maana ni kwamba remember to share. Sharing, kumbuka kushiriki. sharing is caring. Kushiriki ni kujali. Hallelujah. Haleluya. Because God, if God, we say we are Christians. Are we Christians? Tunasema sisi ni Wakristo, si ndio? You know what is being Christian? Sijui kama unaelewa kuwa Wakristo ni kusema. Christian is not being born again, not coming to church, but Christian is following the ways of Christ. Following the ways of Kuwa Christ. Mkristo si kuja kanisani, si kuja kurukaruka hapa, lakini ni kufuata Kristo. Yes. Not your fear. Hallelujah. Si kuja kuimba tu hivyo haleluya. And maybe you're not a Christian Na because pengine wewe sio Mkristo. if being a Christian is following the ways of Christ. Kuwa Mkristo ni kufuata zile njia za Kristo. Jesus used to share. Who are you not to share? Kama Yesu alishiriki, kwa nini wewe usishiriki? Praise the living God. Bwana Mungu asifiwe. Understand. Elewa. Praise the living God. Kwa Bwana Mungu asifiwe. Tell your neighbor sharing is caring. Ambia rafiki yako na jirani yako kushiriki ni kujali. Hallelujah. Amen. Glory be to the name of the Lord. Utukufu kwa Mungu wetu. When you share, you care. Wakati unashiriki unajali. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Because let me tell you something. Wacha nikuambie jambo. God wants to see, before God blesses you, Kabla Mungu akubariki, He looks at you. anakutazama. If you come and maybe you say I'm a CEO in a company. Pengine mimi ni CEO, yani the chief officer. Yes. Ehe. Executive. How you? Chief executive officer. Yes. CEO. Yes. Ehe. And you come to me. Anaunijie. When you come to me and you want me to give you what? Wakati unakuja kwangu na unataka nikupe kazi, I have first look to you. I look at your lazima nikutazame, and nikuangalie. I first look at your papers. Niangalie makaratasi yako, dokumenti zako. Look at your characteristics. Nitazame tabia zako. Oh, are your characteristics like Jesus? Ask yourself. Tabia zako ni kama za Yesu. Ask yourself. Jiulize. Ask yourself. Jiulize. Are my ways like Christ's ways? Njia zangu ni kama za Yesu Kristo. Because we follow the ways of Christ. Kwa sababu tunastahili kufuata njia za Yesu. Let us not follow the ways of men. Tusifuate njia za wanadamu. Follow the ways of God. Lakini tufuate njia za Mungu. Haleluya. The Bible says in Maana Biblia inasema the book of Romans chapter number 8. Kitabu cha Warumi 8. Whoever stays in the union with Christ Jesus. Yule ambaye anashiriki pamoja na Kristo. There is no condemnation. Hakuna hukumu. There is no what? Condemnation. Hakuna kuhukumiwa tena. Because you are in a union. Ni kwa sababu mmepatana. Okay, sorry, I don't have them. If I had a sticks. Kama ningekuwa na vijiti. If I had one. Nikuwe na kimoja. I could break it and it could break. Nikivunje na kinaweza vunjika. But if you're many. Na kama niko na vijiti nyingi. And I'm trying my cards. Nijaribu kuvunja sitaweza. When you're with Christ, nobody will break you. Ukiwa na Kristo hakuna mtu atakuvunja. Nobody will finish you. Hakuna mtu atakumaliza. Tell your neighbor, I am unbreakable. Mwambie yule jirani yako, mimi siwezi nikavunjika. Tell your neighbor that I am unbreakable. Mwambie jirani yako, mimi siwezi nikavunjika. I am unbreakable. Hakuna mtu awezaye kunivunja. Because I have. Ni kwa sababu niko na Yesu. Yes, I have Christ. Niko na Kristo. If you have Christ Jesus. Wakati una Kristo Yesu. You are there. What the Bible says. Maana neno linasema hivi. In the book of John chapter 1. Kitabu cha Yohana 1. And verse 10. Mlango wa
kufanyika mwana wa Mungu. Haleluya. And I want to teach you something Hebu nikufundishe kitu. about a son and a child. Mwana na mtoto. Let me go back to the altar. Hebu nirudi madhabahuni. So, what is a son? Who is a son and who is a? Mmoja ni mwana na mwingine ni mtoto. So, I don't have anybody to use right now. But let me tell you something. Hebu niwaambie kitu. Man of God, Mtumishi wa Mungu. I know you have your properties. Najua uko na mali yako. And okay, if let me ask you a question. Hebu nikuulize swali. If you right now you decide to give your properties to your children, Hebu ukiamua kupeana mali yako kwa watoto wako. are you gonna give your son or your child? Nitapea mwana ama nitapea watoto? Who are you gonna give? I'm going to give to the son. Yes. You know why? Unajua ni kwa nini? I'm asking you, who is the son? Ninauliza mwana ni yupi ama Who is ni the nani? son? Mwana ni nani? Okay, I want somebody to answer this. Who is the son? Anataka mtu anijibu mwana ni nani? Mtu amekoma. Amekoma. Yes. Good. Kuna mtu anajibu anasema ni mtu ambaye amekomaa. A son is more mature Mwana ni yule ambaye amekomaa than a child. kuliko yule mtoto. But you know, let me ask you a question. Hebu nikuulize swali. Let us not only be a mature in physical and not spiritually. Hebu tusiwe watu ambao wamekomaa kiumwili lakini ndani hatujakomaa. Because you will leave this body here. Ni kwa sababu tutaacha hiki kiwiliwili hapa duniani. Praise the living God. Bwana Mungu asifiwe. You know, you might find you're older than me, but spiritually I'm older than you. Unaweza ona ya kwamba wewe ni mkubwa kuliko mimi lakini kwangu kiroho nimekomaa kukuliko. Why? You know why? Unajua ni kwa nini? There is a difference becoming a son of God and a child of God. Kuna utofauti kufanyika mtoto wa Mungu na kumfanyika mwana wa Mungu. Everybody, even the ones who say there is no God. Kila mtu, hata yule ambaye anasema hakuna Mungu. Even the drunkards. Hata wale ambao ni walevi. What? The whole world. Wote dunia nzima. They are children of God. Hao ni watoto wa Mungu. But when you receive Jesus as your Wakati personal, unampokea Kristo kama mwokozi wako. when you whosoever believeth in him, Yule ambaye anamwamini. why that verse is not written? Kwa nini hiyo haijaandikwa? Why that verse is not written? Eh, You'll be given the priority to become the child of God. Utapewa nafasi ya kufanyika mtoto wa Mungu. But you are given a priority to become who? A son of Lakini God. tumepewa nafasi ya kufanyika wana wa Mungu. Yes, let us be sons and not children. Hebu tufanyike wana lakini sio watoto. That's why God is not giving us something. Kwa nini Mungu atupatii mambo We mengine? are praying God to give us this. Tunaomba Mungu atupe haya. Hey, but let me tell you something. Hebu niwaambie kitu. God is not giving you Mungu akupi. because you're not mature. Ni kwa sababu haujakomaa. Haujakomaa. It's true. Maybe Hiyo you're ni kweli. there praying. You know, Pengine uko pale ukiomba. you can never be given a car if you do not know how to drive. Hauwezi ukapewa gari kama haujui kuendesha. What you want to know yourself? Do you want to kill yourself and God? Do you want to kill yourself? Ukatiwa na hiyo gari ukipewa na haujui kuendesha. So let us not only be physically mature, Hebu tusiwe tu watu ambao wamekomaa kimwili, even spiritually. hata kiroho. Yes, because if spiritually and physically you're done what you have matured. Kama umekomaa kiroho na kimwili, Even financially you mature. hata kipesa, kifedha utakomaa pia. Yes. Amen. You know why? Yes. Because when a son is given a priority. Mwana anapewa nafasi. Because a son he can be given anything because he is able to manage. Mwana anaweza pewa chochote maana anaweza tunza. Because you can be able. If I could not manage, maybe I wanted to, let me tell
tell you something. Hebu niwaambie kitu hapa. You know how I want to show you I am a son of God. Hebu niwaonyeshe kile ambacho kinanifanya mwana wa Mungu. God could not give me the gift I have. Mungu hajanipa ile karama niko nayo. Because sometimes it overloads me. Ni kwa sababu saa zingine huwa ni sukuma inakuwa nzito. Because you know why? Ni kwa sababu gani? But God saw I will be able to manage. Lakini Mungu aliona ya kwamba nitaweza kutunza. Why did he give my sister? My sister is even older than me 14 years. Kwa nini hakupea dada yangu na ni mkubwa kuniliko? Because my sister has her own. She can manage something else. But I cannot. Dada yangu anaweza tunza kingine lakini si kile niko nacho. So God gives you according to how you can manage. Mungu huwa anakupa kulingana na vile unaweza tunza. Ask yourself, am I a grown up to God? Mimi nimekomaa kwa Mungu. If you're grown up physically, kama umekomaa kimwili, even spiritually is a must. Lazima pia kiroho ukue. Let me show you something. Hebu niwaonyeshe kitu. If you're not spiritually mature, kama wewe haujakomaa kiroho, and you have a degree, na wewe uko na shahada, master's degree, not only degree, master's. hata ni ile shahada ya master. You have PhD. Uko na hiyo PhD. They call you, if maybe I have all that, they come and call me Dr. Reverend, a man of God, a preacher, Victor. Wataita hayo majina yote, Dr. Reverend, Center na hiyo yote. Because doctor and whatever, because I have that knowledge. Ni kwa sababu nimesoma, niko na huo ujuzi. So, but let me tell you something. Lakini wacha nikuambie kitu. When you die, wakati utakufa, the brain is in your body. Hiyo akili zako ziko katika huo mwili. You will leave it here. Utaiacha tu hapo. Hiyo madigrii yote itazeeka. All those degrees will be useless. Because I want to show you something. Ni kwa sababu nataka niwaonyeshe kitu. We still need to have a backup, a spiritual backup. Kuwa pia na msukumo wa kiroho. We need to be spiritually mature. Lazima tuwe tumekomaa kiroho. If you're spiritually mature, kama wewe umekomaa kiroho, I want to tell you. Ninataka nikuambie hivi. 2021. You will own a lot of this. Utapata mambo mengi. Mungu atakupea mambo mengi. Because you can manage it. Ni kwa sababu unaweza tunza. You can manage. Unaweza tunza. You can manage. Unaweza tunza. You know, man of God, you're not given this church just. Unajua mtumishi wa Mungu haujapewa kanisa tu hivi. But you know why? Je, wajua ni kwa nini? Because ni kwa sababu you can be able to manage it. Ni kwa sababu unaweza tunza. But if you could not be able to manage it, God will not give you, because he doesn't want to overload you. Kama Mungu hawezi akakupa ni kwa sababu pengine hautaweza, lakini sasa amekupa ni kwa sababu una uwezo. So, let us be mature spiritually. Tukue kiroho na kimwili. Okay, let us not judge by age. Tusiweze kuamua kwa miaka. And I have somebody told me, you call yourself Reverend Victor. Unajiita Reverend Victor. I say, and he told me, you cannot be reverend. You cannot be a reverend at this kind of age. Hauwezi ukawa reverend. He told me go to school and learn and then you become a reverend. Enda kwa shule na uweze kusomea na uwe reverend. Does the title of being a reverend come from school? Hiyo title ya kuwa reverend ama mtumishi wa Mungu inatoka kwa shule ama ni wapi? And that doesn't mean that I don't learn. Na hivyo haimaanishi ya kwamba sisomi. I'm one of the best students in my class because I learn and I learn. Mimi ni yule mtoto ambaye nafanya vizuri katika darasa langu. You know why? Ni kwa nini? I try to manage. Ninaweza kutunza ama nina uwezo wa kulinda hayo yote. You know why? Ni kwa nini? God has given me this, God has given me this. But you know, Mungu amenipa hii na unajua, you should not judge before knowing the person's story. Haustahili kuhukumu kabla ya kujua. When he touched me and told me, you're not a reverend, wakaniambia kwamba wewe sio reverend. Ulisikia wapi? Where did you
you hear. But let me tell you something. Wacha nikwambie hivi. Listen to me. Nisikize. Be who you want to be. It is only because of the grace of God. Kile ambacho unataka kuwa utakuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. We don't live by grade. Hatuishi kwa hiyo grade. But we live by grace. Lakini ni kwa neema. We don't live by labor. Hatuishi kwa kufanya kazi. But we live by favor. Lakini tunaishi kwa kibali cha Mungu. We don't live by merit. Hatuishi kwa hiyo inaitwa merit. Ati lazima usome ama ufanye kazi. Yeah, listen. We don't live by merit, but we live by mercy. Lakini tunaishi kwa rehema za Mungu. We live by favor. We live by favor, mercy and grace of God. Tunaishi kwa kibali, kwa neema na kwa rehema za Mungu. I hope you understand that. Na ninaamini ya kwamba unaelewa hivi. Today when you go there outside, wakati unaenda huko nje, if people used to know you as Mama Soko, kama watu walikuwa wanakufahamu kama Mama Soko, tell them no. Don't call me that name. Waambie sasa usiniite hivyo tena. Mimi si Mama Soko. I am not a Mama Soko. I am owning that market because I am a CEO of that market. Mimi sasa sio Mama Soko. Mimi ni CEO wa hiyo market. Yes. Wewe ni CEO wa hapo ka kioski ambacho put yourself in great gold. Ni kwa sababu tunamtumikia Mungu mkuu. If they ask you, are you a receptionist? No, I'm not a receptionist. Kama watu wanakuambia kwamba wewe ni receptionist, mtu wa kupokea wageni, waambie la hasha. I am a desk controller. Mimi ndiye nina control. Mimi ndiye sasa msemaji wa hapa. If people call you just a normal driver. Watu wakikuita tu driver. Wewe ni driver, tumekuzoea. Praise God. Look at them and tell them. Watazame uambie ya kwamba I am a CEO of this car. Mimi ni CEO wa hili gari. I am the manager. Kama gari if it could not have the driver, who could drive it? Kama haijakuwa na driver, ni nani angeiendesha? So listen. Hebu sikiza. Put yourself in great God. Tunamtumikia Mungu mkuu. You don't come and tell me Victor, just Victor. Usije ukaniambia Victor. You don't come and tell me, Victor, tumekuzoea. We are used to you. Tumekuzoea. Come and tell me. Njoo uniambie. A young man of a great God. Wewe mtumishi wa Mungu. You know myself when I go at home. Wakati naenda nyumbani. You know when I go at home, when I reach at home. Wakati ninafika nyumbani. I take maybe that phone that I'm using right now to preach. Ninachukua hii simu na nyumbani. And I start calling people I know, saying, myself. Ninaanza kupigia watu. I pretend like I put myself in that level. Ninajiweka kwa hiyo level, kiwango. I say one day I'm gonna own a car. Siku moja nitakuwa na gari. One day. Siku moja. One day. Siku moja. You should believe. Lazima uamini. Without faith there is nothing. Bila imani hakuna chochote. There is nothing. Hakuna chochote. You know what is faith? Je, unajua imani ni nini? Faith is not just staying there. Imani si just kukaa pale. Let me use an example with our sister here. You're sitting on that chair. Umekaa katika hicho kiti. How sure are you that you're not gonna fall? Wewe una uhakikaje hicho kiti hakita kuangusha? Because maybe it is strong. Because that is what I think people are saying. Kina nguvu. Hivyo ndivyo watu wanasema. Yes. What is that is faith? Because you are sure you have an evidence. Wewe uko na uhakika. That it has strong legs. Ya kwamba iko na miguu, ina nguvu na uwezo wa kuniweka. Faith is an evidence. Imani ni uhakika of things that we have not seen. Ya mambo ambayo haujayaona. Praise the living God. Mungu asifiwe. We need faith. Tunahitaji
imani. Man of God, maybe we come and tell you. Mtumishi wa Mungu tutakuja tukuambie. Let's go and buy a plot somewhere. Tuende na tununue plot mahali. When we buy a plot, what are we going to be given by the owner? Wakati tutanunua plot tutapewa nini? Tutapewa title. Yes, title. Yes. That title deed is an evidence to show. Hiyo title deed ama cheti ni uhakika ama dhihirisho That plot is ours. ya kwamba hiyo plot imefanyika yetu. So whatever you've been hoping for, Kile ambacho ulikuwa unatumainia, whatever you've been praying for, kile ambacho umekuwa ukiomba, have faith and show the evidence. uwe na imani na uwe na uhakika. I said this is my car. Useme kwamba hii ni gari langu. When you go on the road, you look at the car and say, that is my car. Unapoenda kwa barabara useme ni gari yangu. You know, I remember when once my mother told me. Wakati mama aliniambia siku moja nikakumbuka. I hope ningekuwa na kaka Probox. She saw on TV. She saw on TV. Akasema aliona kwa TV. But I told her. Nikamwambia hivi. What are you saying? Unasema ni Probox for me. Probox kwangu mimi kweli. Me getting a Probox. Mimi niwe na hiyo Probox. Mama, you're putting me. Unanishusha chini. You should pray for something bigger. Omba ni kwa sababu ya kitu gari ingine kubwa, si Probox. No, hiyo Probox ya kabisa. You know, one day where we used to live. Wakati mmoja mahali ambapo tulikuwa tunaishi. And I was coming out of that place. Na nilikuwa natoka mahala pale. And then I was coming, maybe I was on a motorbike, then I came and reached. Nilikuwa kwa pikipiki alafu nikakuja nikafika. And then at the gate where we used to live, there was a car that was parked. It's a small car. It is called a Pastor. Kuna gari lilikuwa limepakiwa pale, lilikuwa ndogo. Yeah. And there was this old man living at that place. Na kulikuwa na mzee alikuwa anaishi pale. And this man, you know, he said I react like an adult. Alikuwa anasema ya kwamba mimi ninafanya mambo kama mtu mzima. And I said, it's okay, whatever you say. Na nikamwambia kile ambavyo utasema. And then he told me. Na tena akaniambia hivi. I thought this is your car. Nilikuwa nafikiria hata hii ni gari lako. I looked at him and I told him. Nikamwangalia nikamwambia. I said, God forbid. Nikasema Mungu ninakataa. I said, my car is bigger than this. Nikamwambia gari langu si hili. My car is bigger than this. Gari langu ni kubwa kuliko hili. He said, okay. Akasema. Bye. Okay, it's big, it's big. Ni kubwa, nimekubali. Who said that we will not get big cars? Nani alisema ya kwamba hatuwezi tukaendesha magari makubwa? Who said so? Nani alisema hivyo? Who said so? Ni nani alisema hivyo? Whoever said that I speak to him, I come every day. Aliyesema hivyo ninakuongelesha. And if somebody tells you, if somebody put you in a low position, mtu akikuweka kwa ile hali ambayo ni duni. You are not poor, you're rich. Sema ya kwamba mimi sio maskini, mimi ni tajiri. You know, I pray. What you don't want. You don't want. Don't get to all that you don't want. Usichukue yale ambayo hauitaki. Yes, I want me I will be driven by my own driver. Mimi nitakuwa nikienda haya. Hivyo. Hata yeye atakuwa hata mimi. Nitakuwa nikipepwa na my driver. Okay, you be coming with a driver. Nitapepwa na dereva wangu. And let me tell you something. Hebu nikwambie hivi. Let me tell you something. Hebu nikwambie kitu. I pray God. Ninaomba Mungu. In Kenya, if you how old are you supposed to be a grown up? By age 18. Unastahili kuwa mtu mzima at age kwa miaka 18. 18. That is the time you're given a 90 or you're sure. Huu ni umri wa kupewa kitambulisho. So let me tell you something. Hebu nikwambie hivi. Listen, hebu sikiza. I pray God. Ninaomba Mungu. May I own a car? Niwe na gari langu. Less than 18. Hata nikiwa na umri wa chini ya miaka 18. You are going to receive that. Utapokea katika jina la Yesu. My own car. I'm coming and telling you, man of God. Utakuwa kijana kuniambia. Then I tell my driver, okay,
ninamwambia driver You wangu, know, I cannot get a license at this age. maana sitakuwa na license kwa miaka hiyo. But a logbook can be put in my name. Lakini logbook itawekwa kwa jina langu. Yes, that car, it is mine. Ya kwamba ni ya Victor hiyo I gari. don't drive it by now. Lakini sitakuwa I'm not nikiendesha. a driver. You know, Nitakuwa na dereva wangu wa I binafsi. will not be sitting there in front. Sitakuwa nikikaa pale mbele. I will be sitting at the back left. Nitakaa pale kwa back left. Like a president. Kama president. Because I need to put myself in greater posture. Lazima nijiweke juu. Great posture. Kwa ile sehemu ya juu. You know, you might say I'm rich. Unaweza sema mimi ni tajiri. But I don't have that money. Lakini sina pesa hizo. But if you come to me, Lakini ukija kwangu, you know, even if I don't have money and I am broke, hata kama sina pesa, mimi nimepungukiwa. you know, you come to me and ask me, I need you to cooperate with something like, Pengine give me something. uniambie Help me with some cash. nikopeshe, nisaidie na pesa kiasi. And you know, and I know myself I'm broke. I will not tell you I'm broke. Sitakuambia ya kwamba mimi I nimepungukiwa. will tell you, my dear friend, Nitakuambia ya kwamba rafiki yangu I mpendwa, am not broke, but I'm just inconvenienced. mimi sijapungukiwa, lakini niko katika hali nzuri. Yeah, I'm just waiting. I'm just inconvenienced. Ninangojea zitoke mahali. I'm just inconvenienced. Mimi tu bado ninangojea. It is in the bank. Ziko kwa bank. Maybe an ATM yako haina kitu. Na pengine your ATM doesn't have anything. But you just say, oh God, I declare. Na ninasema, In your heart, ninatangaza. in your heart you pray. Kama kwa moyo wako unaomba. When you say I am not I'm inconvenienced. Wakati unasema ya kwamba mimi nimetosheka, niko na vyote. You know what you should be saying? You should be praying. Wewe unastahili kuwa unaomba. I pray, Jesus, that you maintain inconvenience into full. Wakati Bwana Mungu badilisha hii hali ya kutosheleka iwe ya kujaa. He is a God of changing seasons. Wewe ni Mungu wa kubadilisha hali na majira. If it was the season of Corona, Kama kulikuwa na majira ya corona, let 2021 never be the season of your troubles. 2021 isiwe mwaka ambao ni wa shida. I remember when I started this year. Nakumbuka nilipoanza mwaka huu. I said in one of the medias. Nikasema kwa mtandao fulani ama kwa TV fulani. This is the blessed year. Huu ni mwaka wa baraka. You know, somebody when Corona came, people asked me, what are you saying? It's something. But you know, wakati corona ilikuja, watu wakaanza kuniakia, kwa nini ulisema ni mwaka wa baraka? And my mom said amen. Na mama yangu akasema amina, alikubali ni mwaka wa baraka. Maybe they didn't accept it because they didn't have faith. Ni kwa sababu hawakuamini, hawakukubali hiyo, maana hawakuamini. You have to receive. Lazima upokee hiyo. Please, sister, please let me have a water or anything there. Kuna maji, kuna I want to maji. show an example. Leta your maji. Hey, let's please, hurry up. Nipe maji, Hurry up. nipe maji. Bring this one. Bring it. Okay. I have a water here. Niko na maji hapa. This bottle looks beautiful. Hii chupa inaonekana ikiwa smart. And if I'm thirsty, by now I'm thirsty. Kama ningekuwa na kiu na kwa by the way niko na kiu. And I want this water to make me satisfied. Na ninataka haya maji yamalize kiu changu. I must pursue. Lazima nichukue. I must receive. Lazima nichukue. So you must receive your blessings. Lazima uchukue baraka zako. You must pursue. Lazima ufuatilie. Pursue your blessings. Lazima ufuatilie baraka zako. Don't wait for it to come in you. Usikubali ama ugojee ikuje kwako. Saying that it will be following you. Hadi itakufuata. That doesn't mean that you waited for it to happen. Si kumaanisha kwamba ukae pale ukiwa unaigojea. You have to pursue. Lazima ufuatilie. Do you know why we go to work?
Unajua ni kwa nini huwa tunaenda kazini? We go to work so that we can get what? Money to feed our families. Tunaenda kufanya kazi ili tupate pesa ili tulishe jamii zetu. So if you had all the money in the world, could you go to work? No. Kama ungekuwa ungeenda kazini. You could not go. Because what are you looking for? Kwani ulikuwa unatafuta nini? Listen. Kusikiza. So if you receive, kama unapokea, but right now we still need to go because we don't have it already. We still look for it. We need to look for it. Look for it. Tuitafute. We have to look for it. Lazima tutafute. We have to look for our blessing. Lazima tutafute hizo baraka. And then that kind of be praying and say, my miracle locate me. Wakati huu unasema ya kwamba my miracle locate me. Na ukaweze kunitafuta. Okay. You know, if you don't tell it the location, will it come? Kama hautaiambia mahali sasa uko, itakuja kweli. Maybe your blessing in Utawala and maybe you're in Embakasi. Pengine baraka zako ziko Utawala na wewe uko Embakasi. And if you do not tell them where you are, it will come. Kama hautaiambia uko wapi, haitaweza kuja. You have to kneel down. Lazima upige magoti. Speak to your blessing. Unene hizo baraka zako. Because the word of God says, ni kwa sababu neno la Mungu linasema, whatever you confess, kile ambacho unakiri is what you possess. Ni hicho ndicho utapokea. Somebody say amen. Tuaseme amen. You people are not hungry. Nyinyi hamna njaa. I have fed you with the word of God. Nimewalisha na neno la Mungu. So a better amen. Unastahili kusema amen kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. When I say praise God, you say hallelujah. Wakati nasema Bwana Yesu asifiwe, unasema hallelujah. Praise God. Bwana Mungu asifiwe. Wow, that is the new way we should do it. Hiyo ndio namna mpya ambayo tunastahili kufanya. We are not the people of old days. We should put ourselves in those, tunastahili kujiweka kwa hali nyingine. This generation sasa. In this mood, because if it was another mood, because this generation will be another generation. Katika kizazi kitakuwa kitatokea kingine na kingine. That's why God sent me to preach to this generation. Mungu ameniita nihubirie kizazi hiki. And so that the generation that is coming to preach to the other generation. Ili kizazi ambacho kinakuja kihubirie kizazi hicho kingine. And that's how God will be blessing you. Na hivyo ndivyo Mungu atakuwa akikubariki. Little by little. Kidogo kwa kingine. Kidogo. If don't ask God to bless you, don't let God to bless you this. Mungu akubariki hivyo. Tell God to bless you little by little for you to have a testimony. Mwambie Mungu akaweze kukubariki kidogo ili uwe na ushuhuda. If there wasn't 2020, kama haijakuwa mwaka wa 2020, there could not be a testimony for 2021. Hakungekuwa na ushuhuda wa mwaka wa 2021. If there was no corona, we could not testify. Kama hakungekuwa na corona, hatujashuhudia that God has kept us safe. ya kwamba Mungu ametuweka hai. So you need a testimony. Unahitaji ule ushuhuda. God, I need a testimony. Mwambie Mungu nahitaji ushuhuda. For your testimony. Muombe Mungu akupe ushuhuda. Whatever you confess, kile ambacho unakiri is what you possess. Ndicho utapata. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Amen. I feel blessed. Ninahisi nikiwa nimebarikiwa. Hallelujah. I hope how many are blessed today. Wangapi If you're wamebarikiwa blessed, say leo? thank you, Jesus. Mwambie Bwana ni If asante. you're blessed, say thank you, Jesus. Mwambie Bwana ni asante kama umebarikiwa. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. I thank God that you have understood and thank God for the knowledge. Ninamshukuru Mungu maana umeelewa na tena hiyo hekima Mungu ametupa. In the mighty name of Jesus. Baba, katika jina la I Yesu, worship you, Jesus. ninakuabudu Thank wewe. you for your love. Asante kwa upendo wako. Your love is too much. Upendo wako ni mwingi. Unending love and
unbreakable love. ambao hauwezi vunjika, hauna mwisho. That's why we ask you that you may be with us. Ndio tunaomba Bwana uwe pamoja nasi. That's why we ask you, Jesus. Ndio maana tunakuomba Yesu. Oh, for 2021. Katika mwaka huu wa 2021. This being the first Sunday of the month and the year. Hii ikiwa ndio siku Jumapili ya kwanza mwaka huu. Oh, thank you, Jesus, Lord. Asante Yesu. I pray, Jesus. Ninakuomba. May your love, your kindness, your mercy be upon us in Upendo wako 2021. ukarimu uwe pamoja nasi. For you gave your only begotten Son. Kwa sababu ulipeana mwana wako wa pekee. For whoever believes in him Ili atakayemwamini will never perish, hatapotea, but have an everlasting love. bali atakuwa na uzima wa milele. Oh Lord, I thank you, Jesus. Oh Mungu wangu, ninakushukuru. You are great, Lord. Wewe ni Mungu mwema na Mungu mkuu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, I hallelujah. praise your name, Jesus. I Oh, praise your name. ninakupa sifa Yesu. Oh, 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 oh. Hallelujah. I worship your name. Hallelujah. Nakupa utukufu Thank you, Jesus, for your love, your kindness, your goodness. kwa upendo wako na kwa uzuri wako. Lord, right now I declare Wewe ninatangaza ya kwamba that you may be seen in our lives. upatikane, uonekane maishani mwetu. We decrease for you to increase. Tuondoke na wewe ukaweze kuonekana. We disappear for you to appear. Tukosekane wewe uonekane. You are a God. Wewe ni Mungu mwema. Hallelujah be your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Asante Bwana, asante Bwana. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Rise up on your feet, rise up on your feet, rise up on your feet, rise up on your feet. Tusimame kwa miguu yetu wapendwa. I want you to say this confession. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord, I pray Lord, I pray on this first Sunday of the year on this first Sunday of the year, that may you shower me with your blessings. may you shower me with your blessing. For your love is unending. For your love is unending. Lord, receive the glory. Lord, receive the glory. And I believe And I believe this year, this year, when you're blessing your people, when you are blessing your people, do not pass me by. do not pass me by. Do not leave me alone. Do not leave me alone. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Remember me, Lord. Remember me, O Lord. May you redeem me. May you redeem me. For in you there is redemption. For in you there is redemption. Make me a new vessel. Make me a new vessel. Use me as a vessel to spread of your word. Use me as a vessel to spread your word, That you may bless me. that you may bless me. And that this year
And this year may be my year of may blessing. be my year of blessing. And in the name of the Father, And in the name of the Father, the Son, the Son, the Holy Spirit, the Holy Spirit, may God restore you. may the Lord restore. Restoration is your portion. You Amen. are blessed in Jesus' name. Amen. You are going back. Amen. Whatever you need, you will receive. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you so much. Amen. Thank you for our Facebook family. May God bless you. We love you so much. Amen. And thank you for ones who have been listening to this one. And I'm telling you, this year will be your year. Amen. God is not gonna leave you. Yes. He's gonna be with you. He's Amen. not gonna forsake you. Yes. Because He's a miraculous God. Amen. As long as you believe there is God, Yes. nothing is gonna stop you from getting what God wants you to get. Amen. You are a blessing. May God bless you so much. Amen. Don't forget that God loves you so much. Amen. In our language, in my mother tongue, we say, Aha, kwa lugha ya mama tunasema hivi, Mungu anakupenda. He loves you so much. Mungu anakupenda zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. Amen. Listen. Understand. Elewa. Tell God, if I'm not a child, if I'm not a son, Kama mimi sio mwana, Lord, that you may redeem me to become a son. nikomboe nifanyike mwana, May you teach me. na unifundishe, Show your will unto my life. nionyeshe njia zako. And God is going to bless you. Mungu naye atakubariki. You are blessed. Wewe ni mbarikiwa. Thank you, God, Asante Mungu for that word and that time He has given to us. kwa huo wakati umetupa. Always remember to thank God in every situation. Kila wakati kumbuka kumshukuru Mungu. Thank you, God. God bless you. Asante mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Amen. Why don't we put our